Karibu tena mtazamaji, hapa ni Mwalimu Group TV. Leo tunakuja na mada ambayo maswali mengi wafugaji wananiuliza. Moja ya swali ambao wafugaji wananiuliza, hasa wafugaji wa kuku, ni kwa nini mayai hayatotoreki vizuri? Hilo ndio swali ambalo watu wengi linaumiza kichwa, kwamba ni kwa nini mayai hayatotoreki vizuri. Awe anatumia mashine au awe anatumia kuku, unakuta matokeo anayoyapata hayaridhishi na wala sio mazuri. Hilo ni swali ambalo tunaulizwa kila siku. Sasa leo nimekuja hapa mbele yenu kuwafafanulia na kuwatatulia changamoto hiyo isije ikatokea tena kwenye ufugaji wako, cha kuhakikisha kwamba kama mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi upate madini kutoka kwa Mwalimu Group Limited Company. Kitaalam kuna sababu kama 7 hivi za msingi ambazo wewe unatakiwa uzijue mayai yako hayatotoreki vizuri. Sababu kuu ya kwanza ni mayai kukaa muda mrefu kabla hayajaingizwa kwenye mashine au kuku kutamia. Kitaalamu unatakiwa ukakaa na mayai zaidi 5 mpaka 7 kabla ya kuingiza kwenye mashine au kuku kutamia. Swali la kujiuliza, utajiuliza kwamba mbona kuku anataga mayai 15, atataga wiki 2 na zaidi, ila pia anaweza kayangua yote. Hilo linawezekana, ila asilimia za uanguaji zinakuwa ni chache. Swala la pili ni joto toshelevu kwenye mashine yako, aidha ile mashine au kuku. Kama mashine yako haina joto toshelevu au joto likiwa linazidi, kuna hatari kubwa mayai yako yasianguliwe vizuri, ambao hata kwa upande wa kuku ni hivyo hivyo. Kama kuku wako hajatamia mazingira mazuri, ametamia mazingira ambayo hayaridhishi na hayavutii, basi kuna hatari kubwa kuku wako akashindwa kuangua mayai kwa idadi ambayo inaridhisha. Jambo la tatu ni unyevu. Kama tulivyosema awali kwenye somo lililopita, ni kwamba yai ili lianguliwe linahitaji vitu viwili vikubwa. Jambo la kwanza linahitaji joto, jambo la pili linahitaji unyevu. Kwa inatakiwa kuwa kuna unyevu toshelevu. Kwa wale mayai yanayotamiwa na kuku huwa na unyevu wake mwilini, ila kwa wale wanaotumia mashine, hakikisha mashine yako unyevu usiwe chini ya 60, iwe ni 60 kwenda juu, na upande wa joto iwe ni 37.8 mpaka 38 kamili. Jambo la 4 ni kugeuza mayai. Kwa wale wanaotumia kuku kutamishia, huwa kuku mwenyewe huwa anapata muda wa kugeuza mayai at least mara 3 hadi mara 5 kwa siku, ila kwenye mashine tunashauriwa mashine igeuze kila baada ya dakika 90 hadi dakika 120. Kwa jambo la kuzingatia ni hakikisha kwamba mashine inageuza mayai yako kila baada ya dakika 90 hadi 120. Na kama unatumia mashine manual zile za kutengeneza wenyewe, basi utageuza mayai at least mara 5 kwa siku. Sababu ya 5 ambayo inaweza kupelekea mayai yako yasianguliwe vizuri, na hii ni sababu muhimu sana, inatakiwa uitambue. Kabla ya kuingiza mayai kwenye mashine yako, inatakiwa kwanza uyakague yale yenye shapeless, uyatoe. Yale ambayo yana ufa uyatoe. Usiingize mayai ambayo yana ufa kwenye mashine yako. Kwa hiyo cha kwanza kuhakiki hapo kwenye hiyo sababu namba 5, hakikisha kwanza ratio majogoba ndani iko vizuri. Hakikisha mayai hayana ufa na hayana shepu ambayo haieleweki. Chongo ni ipi, bapa ni ipi. Sababu nyingine ya 6 ni umeme. Kwa wale watumiaji wa mashine au kwa wale watumiaji wa kuku kutamishia, unakuta kuku hana tabia nzuri kwa kwenye mayai, anapenda kutoka. Kwa muda mwingi mayai yanapoteza joto. Ila kwa wale watumiaji wa mashine, umeme katika. Umeme ukikata mara kwa mara, mashine inapoteza joto, na ikiwa ni muda mrefu inapelekea uanguaji kuwa asilimia chache sana. Na sababu nyingine ya mwisho kabisa ni mifumo mibovu ya incubator tulizonazo. Watu wengi wana incubator, ila incubator bora zinakuwa ni chache kwa wafugaji. Kwa ukitaka kupata matokeo bora, lazima uwe na incubator bora ambayo inaweza kufanikisha kuangua mayai yako kwa asilimia 85 hadi 100. Sisi kama Mwalimu Group Limited tumekuletea incubator hii hapa. Hii ni incubator kwa wale wafugaji wadogo. Hii ni incubator ya mayai 70. Incubator hii inatumia umeme na inatumia sola.
inaangua kwa wastani wa 95% mpaka 100. Incubator hii matumizi yake ya umeme ni yako chini sana, kwa sababu ukiangalia power yake ni wati 100 tu. Sasa tunakuletea incubator kwa bei ya ofa, hakikisha unaondoka na yako. Incubator hii ya mayai 70 kwa hapa Mwalimu Group Limited tunaipata kwa ofa ya Rp400 tu, na kwa walio mikoani tutawasafirishia bure. Hakikisha unapata incubator yako kutoka Mwalimu Group Limited, na tunachokuhakikishia ni kwamba tutakusimamia kuanzia siku ya kwanza mpaka ya mwisho. Bila kusahau, kama una swali, kama unahitaji msaada wowote wa ushauri, unaweza kuandika hapo kwenye comment, sisi tutakujibu. Na ukinapouliza swali kwenye comment inakuwa ni rahisi sana na watu wengine wajifunze. Usisahau kusubscribe channel yetu, usisahau kugonga like hapo, kwa sababu elimu tunayoitoa ni manufaa ya uchumi ya watu wote duniani. Sasa tunachokitaka sisi ni elimu yetu imfikie kila mmoja. Karibuni sana, tunapatikana Dar es Salaam, Global, mteja mikoani kama kawaida, tunatuma popote ulipo nchini.